Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramiz Works inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramiz Works tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramiz Works inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramiz Works, huduma bora kwa bei nafuu. Right, asante sana mpenzi mtazamaji. Karibu tena kwenye meza hii AGR magazetini, ikiwa ni siku kuu. Leo ni siku ya Madaraka ambapo tunasherehekea. Kwa hivyo tunaenda kukujuza moja kwa moja yale ambayo yamenakiliwa kwenye magazeti yetu, kisha tuanze hafla ya Madaraka tukianza kusherehekea. Lakini kabla tujaanza kusherehekea, nisubiri tu kidogo. Mimi na mwenzangu hapa tutakupasha yote yaliyomo kwenye magazeti hii leo. Jina langu ni Edwin Mukaya na gazeti la kwangu ni The Standard. Na mpenzi mtazamaji, ningeomba uweze kuandamana nasi kwa sababu tukitoka tu Madaraka, tukitoka katika magazetini, tunaenda moja kwa moja hadi katika kaunti ya Kisumu, pale ambapo tuone watu wanajipangaje, ni wangapi wale ambao wanastahili kuingia katika uwanja ule ili tuweze kusherehekea kwa pamoja. Walisema kwamba kuna zile kanuni za COVID-19 ambazo zinafaa kufuatwa, lazima tuone kama zinazingatiwa kwa sababu viongozi wapo pale, na kuna wale viongozi juu kama naibu rais atakuwa pale, lazima itabidi tu. Ewe mpenzi mtazamaji, na kuomba uweze kuandamana nazi. La kwangu ni Fidel Omoshoge, niko na gazeti la Taifa Leo. Na moja kwa moja gazeti langu hapa The Standard, tunaanza moja kwa moja kuangazia katika ukurasa wa kwanza yale ambayo yamenakiliwa. Raila hapo jana aliweza kutoa ujumbe wa siri kwa wale wanaomuunga mkono supporters wake. Wajua wengi wameshakuwa kiuliza inakuaje, pengine aenda kusimama urais vipi, lakini jana aliwaambia kwamba 2022 jamii ya Wajaluo haiwezi toka bure bila chochote kile. Kwa hivyo kidogo ni kama alieneza ujumbe fulani ambao amekuwa akishinda, kwamba unajua hapo kitambo kidogo alikuwa anaulizwa mpango wake wa mwaka wa 2022, lakini kidogo alikuwa anacheza chini. Kuna yule rais, alikuwa rais wa nchi gani ambaye amekuwa akigombea urais kwa mara 27, lakini kisha baadaye aliweza kutua kiti hicho. Sasa nasikia wengine wanasema kwamba huyo ni Mandela wa Kenya. Na hayo tutaangazia kwa kina katika ukurasa wa 4. Vile vile Uhuru pamoja na kinara ODM Raila Odinga walikuwa na siku kubwa pale Kisumu hapo jana. Tunaenda kuangazia hayo. Vile vile jinsi ile chopa ambayo ilikuwa imembeba kinara ODM Raila Odinga ilivyo crash hapo juzi, vile vile imezua mjadala anuai. Tunaenda kuangazia hayo. Vile vile kuna jambo la kusikitisha zaidi katika ukurasa wa 16, ambapo miili ya watu wengi zaidi imekuwa ikipatikana kando ya mito, ndani ya maji, kama wamekufa haswa katika eneo la Naivasha na Maimai. Kwa hivyo haya yameangaziwa vile vile. Unajua Edu, unajua hivi majuzi kuna hizi visa ambavyo ni vya watu kuuawa ovyo. Zimekuwa ni kama trend pale. Uliona kuna vijana 4 waliuawa pale Kitengela, kuna Bashir ambaye ni mfanyabiashara, na kuna wengine wengi hao ni wale tajika, na kuna wengine wengi ambao wamekuwa wakipatikana kama wameuawa. Sijui serikali imechukua mkondo upi. Tutaangazia kwa kina ukurasa wa 3 hapa. Ni swala la kufurahisha kweli. Sijui wewe kama mtazamaji wetu wa AGR, ikiwa uko pale siku moja waambie kuna mgeni anakuja, kisha tu watu waingie kwenye compound lako ama uwani mwako waanze kutayarisha kabisa, kidogo tu ugundue kwamba mgeni wako ni Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa ODM. Sijui utafanya nini. Hayo yalifanyika pale Kisumu, Siaya Yala. Tunaenda kuangazia hayo kwa kina. Kurasa wa kwanza huo.
Katika ukurasa wangu wa kwanza, ukurasa huu wa mbele, wanasema kwamba katika ukurasa wa 3 wanasema kwamba ODM yaonya wapunge wake dhidi ya mpango mbadala wa BBI, ama ile ripoti ya kuredha maridhiano ya BBI. Huo ni ukurasa wa 3. Ukurasa wa 11 hadi 14 wanasema kwamba hadhi yazidi kutatiza wanafunzi wengi wa kike. Huo ni ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 14 ambao wanazingatia afya. Katika ukurasa wa pili wanasema kwamba Madaraka Day bila uhuru. Unajua kuna wale wanasema kwamba bado hawajaona uhuru. Wanasema kwamba bado uhuru hamna. Huo ni ukurasa wa pili. Na katika ukurasa huu wa 4 wanasema kwamba mipango ya kando washukiwa katika mauaji ya wapenzi wao. Mipango ya kando imejaa siku hizi. Sijui ni maisha ngumu ama nini. Maisha yakiwa magumu kweli ndio mipango ya kando inazidi, ama watu wako na hela wajua. Wanasema kwamba uchunguzi wa vifo vya wanaume unaonyesha kwamba wengi wao wanauawa kwa sababu ya mipango ya kando. Naam. Huo ni ukurasa wa 4, tutayaangazia hayo. Kumbuka kwamba ukurasa wa 7 kila siku katika gazeti la Taifa Leo ni mitihani ya darasa la 8 somo la Kiswahili. Sijui Tanzania lako. Naam, ukurasa wa pili gazeti langu la The Standard, kama kawaida huwa tunaangazia historia kidogo ya Kenya, na siku ya leo kama siku ya Madaraka Day, kwa hivyo lazima tuangazie kidogo miaka ya huku nyuma wakati Madaraka Day ilianza. Tunaenda huko Juni 1 mwaka wa 1961. Ama leo ni tarehe 35. Leo ni tarehe 1. Si 35. Naam, hapa tutaangazia kuna jumba ambalo linajulikana kama Harambee House, ambayo iliweza kuanzishwa pale ama ilikuwa inaugurated pale mwaka 1961 kama Ministry of Works. Hapo karibu na barabara hapo kitambo iliyokuwa inajulikana kama Coronation Road, lakini sasa hivi inaitwa Harambee Avenue. Lakini hapo aliyekuwa waziri mkuu Jomo Kenyatta alisema kidogo jumba hilo lilikuwa limemfurahisha zaidi, kwa hivyo akaweza kuhamisha Ministry of Work kwingine ili aweze kulitua jumba hilo. Na hapo ndo tunaona, ukiangalia picha ambayo imechapishwa kwenye ukurasa huu wa pili, hatuona kuna watu wengi zaidi ambao walikuwa wamefurahia kupokezanwa, ambapo wakoloni walikuwa wanapokezana serikali kwa waziri mkuu ambaye ni Jomo Kenyatta. Hapo ni mwaka huo wa 1963. Hadi sasa hivi Harambee House ikasalia kuwa ni jumba la rais pale. Nakumbuka pale hilo jumba ndo walielewana pamoja kinara ODM wakakuja na handshake ambayo imeleta manufaa, imeleta mashida. Naam. Ndio, ni historia kwenye ukurasa wa pili. Waweza pata gazeti lako kujisomea kwa kina. Ukurasa wa 3 hapa ndo tunaangazia kisa kimoja, si kisa niseme. Kuna jamaa mmoja anaitwa Joel Malienga pamoja na bibie Marcelina Shiunza. Hawa wako pale Yala, Sierra County. Kidogo machifu walikuja pale wakamwambia kesho tuko na wageni wengi zaidi, kwa hivyo jitayarishe. Kwa hivyo kidogo alikuwa anataka kukataa, lakini ilikuwa lazima angefanya nini? Angekubali. Kwa hivyo siku iliyofuatia ambayo ilikuwa jana, aliweza kuamka saa 11 asubuhi kuanza kutayarisha uani, kufagia. Kisha ikafika wakati watu wakaja wengi. Kwa wakati wanaendelea kutayarisha kuambia unajua rais anakuja. Kashtuka hapo wakaanza kushake kidogo, ikawabidi kwamba lazima waambiwe sasa vangu yenu ile mzuri zaidi uko nayo ili tuweze kukaribisha rais. Kidogo tu kitu saa 11 alasiri hivi ndo aliweza kupokea rais wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga. Nikumbuka kwamba unajua pale Siaya hapo ndipo game ambapo Raila Raila Odinga ametoka. Kule ni kwao. Sijaijua. Kwani wewe unajua kwa kina? Mimi najua Raila ni Mjaluo lakini sijui anatoka wapi. Jana wakati Uhuru aliwasili pale kwa jana. Juzi alienda moja kwa moja katika kaunti ya Siaya pale, akaenda kuzindua mradi ambao ulikuwa ni mradi wa maji. Ile ndiyo kaunti ambayo kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ametoka pale game. Handshake imemletea mengi zaidi kwa watu kwao. Si kwa watu kwao. Sisi kama Nyanza umepata nini? Handshake sasa ukiangalia uwanja wa Gusii Stadium, you can see the difference. Ni handshake.
Hiyo ni handshake actually, hiyo ni matunda. Unajua wanasema kwamba kama haupo karibu na kiongozi wako, kama upo kwa serikali, maendeleo utaonea view sasa. Hivyo ndo wanasema. Sasa sisi tuko na nani ambaye yuko karibu? Raila. Iwe from Nyanza. Anasema kutoka Kisii. Sasa sisi ni Nyanza. Tuko na Matiang'i. Naam. Naam, walienda kuzindua mradi ambao ulikuwa ni shilingi bilioni 2.4 wa Sibo Water Project ambao tap yake ilikuwa imeweka kwenye huyu jamaa. Na vile vile rais aliweza kupatia nani? Huyu waziri wa elimu George Magoha akamwambia kuna watoto wa Joel Malenga, kuna mmoja ambaye ako Polytechnic, akamwambia wote atasimamia masomo yao hadi waweze kumaliza. Kwenye kurasa huo bado pale Naivasha, kulingana na Police Commander Samuel Waweru, amesema kuna mshukiwa mmoja aliweza kumuua bibie kwa kumpiga ama kwa kumdunga visu mara nyingi zaidi kwa mwili wa bibi yake, kisha hadi kusababisha kifo chake. Aliweza kushikwa hapo jana. Ni hayo kwenye ukurasa wa 2 na 3. Katika ukurasa huu wa pili wanasema kwamba uhuru kamili ungali ndoto kwa raia wengi. Wanasema kwamba bado ingawa tunasherehekea uhuru wa miaka 58, bado Wakenya wengi hawana uhuru. Bado Wakenya wengi wanateseka, bado Wakenya wengi wanapitia yale ambayo ni machungu. Bado Wakenya wengi wanapoteza maisha, bado Wakenya wengi wanapoteza mashamba zao. Wakenya wengi bado wanalia kwa njaa, wengine hawana ajira. Kama kuna takwimu ambazo zinaonyesha kwamba kulingana na shirika la kitaifa la takwimu KNBS, linasema kwamba kwenye ripoti ya mnamo mwaka wa 2020 wanasema kwamba vijana zaidi ya milioni 5 wenye uwezo wa kufanya kazi hawana ajira, jambo ambalo linapanua pengo katika matajiri na maskini. Wanasema kwamba kati ya watu ambao walikuwa wameajiriwa inaongezeka kuwa idadi ya walioajiriwa imeshuka hadi Wakenya milioni 15.9 kutoka kwa milioni 17.8. Hivyo inaonyesha kwamba kuna umaskini nchini Kenya. Vijana wengi hawana kazi. Wanasema kwamba Wakenya wengi bado hawana uhuru. Wanasema kwamba kulingana na Ministry of Health, wanasema kwamba 11% ya Wakenya ndio tu walio katika bima ya afya ya NHIF. Wanasema kwamba NHIF Wakenya tu ni 11% ndio ambao wamejisajili na bima hiyo ya afya. Katika ukurasa huu wanasema kwamba mashamba bado ni donda sugu kwa Wakenya kwa miaka 58. Kumbuka kwamba katika gazeti hili wanasema kwamba katika taarifa hii wanasema kwamba kuna wale Wakenya ambao walikuwa wamepigania uhuru nchini Kenya mwaka wa 1964. Wanasema kwamba hao Wakenya, hao mabwanyenye ndio tu walikuwa wamenyakua shamba, na ndio tu wako na mashamba mengi, na mbinu ambayo walikuwa wamechukua ili kuweze kuongoza taifa hili la Kenya haikuwa mbinu ambayo ni safi. Kwa ni kulingana na Professor Philip Ongunyi ambaye pia ni mdadizi wa masuala kama hayo. Katika ukurasa huu pia watatu wa pili wanasema kwamba Pwani wasema wana cha kusherehekea Madaraka Day. Wanasema kwamba wana yale mambo muhimu, hawana jambo ambalo wanasema kwamba watasherehekea katika siku hii ya leo. Katika mahojiano ambayo walikuwa wamefanya wanasema kwamba kuna ukosefu wa ajira, umaskini kwa miongoni mwa masuala ambayo yanawaletea wengi machozi kila siku ama kila kuchao, huku mabwenyenye wachache wakinyakua pesa za umma na kufanyia shughuli zao. Huo ni ukurasa wa pili. Katika ukurasa wa 3 naona wanasema kwamba ODM yatoa onyo kwa wabunge wake kuhusu ripoti ya BBI. Chama cha Orange Democratic Movement kimepinga vikali kundi la wabunge ambao wanasema kwamba katiba ama swala la kufanyia katiba marekebisho kupitia ripoti ya BBI halifai kufanyiwa marekebisho, huku kuna kundi la wabunge 11 ambao wanaamini kwamba katiba inafaa kufanyiwa marekebisho ama BBI inafaa kufanyiwa marekebisho.
Katika kutoka kaunti ya Kajiado wanasema kwamba msichana wa miaka 8 alinajisiwa kabla ya kuuawa. Kaunti ya Embu wanasema kwamba Muturi azungumzia chama kipya cha kisiasa eneo la Mlima Kenya. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 2 na 3. Naam, asante sana. Acha niangazie ukurasa wa 4 hapa, tuangalie siasa kidogo. Tuona hapa wajua kinara ODM Raila Odinga kidogo amekuwa akipuuza, ya kiulizo tu unaenda kuwania kiti cha urais. Anasema hayo baada ya BBI. So pengine jinsi mkondo wa BBI ngawaje wanasema kuna uwezekano utapata tena umaarufu. Ni kama hapo jana aliweza kuambia jamii ya Wajaluo na kuambia kwamba tutokizee wengi zaidi tuweze kushika kura, tunasema voting cards, so that aweze kunyakua. Kuna mengi yatajitokeza baada ya uchaguzi wa mwaka 2022 na akasema kwamba pengine hayo hawatatoka bure, hawatatoka mkono tupu kutoka na uchaguzi wa mwaka 2022. Kwa hivyo wadadisi wengi pengine wa siasa sasa hivi wamesema kwamba unajua hapo kitambo wadadisi walikuwa wanasema bado Raila atakuwa kwenye ballot. Au ni wadadisi tu, lakini mwenyewe alikuwa anashana away the talks about 2022 succession. Lakini hapo jana kutokana na ujumbe ambao aliweza kutoa, pengine inaonyesha kwamba bado yupo pale. Manake anasema nikiquote kitu alisema, we want our people to start preparing themselves for what awaits us next year. I am sure we will not come back empty handed. Lakini unajua bado hajakuwa clear sana kwamba atawania nini, ubunge, UMCA, urais. Anazungumzia nani? Raila Amolo. Hajasema, ni ile tu anasema. Ni hayo kwenye ukurasa huo wa 4. Ukurasa wa 5 hamna lolote. Ukurasa wa 6 vile vile. Ukurasa wa 7 hapa ndo tunaangazia kisa kile ambacho tunaliona chopa ya iliyokuwa imembeba Raila Amolo Odinga kidogo iliweza kucrash some few minutes after yeye mwenyewe ameshatoka ndani. Pengine ikazua mijadala anuai hapa nchini Kenya. Ilifuata hadi wadadisi wa mambo ama habari wa Standard kujua na kupekua na kujua kwamba mwenye chopa ile alikuwa ni mwenye pesa sana kutoka pale Mount Kenya, na zaidi ya kumuuliza aliweza kusema kidogo pia yeye amekuwa ni mwanasiasa kwa muda sasa, na aliweza kusema kidogo ingawaje Raila alimpigia simu kwamba chopa hiyo, aliweza kumwambia kwamba iko na shida, iko na hitch kidogo, lakini akaweza kuinsist. Na kuulizwa zaidi ilikuwaje, akasema mambo haya hataki kuiongelea. Akasema kama accident imekuwa kama accident zozote zile, kwa hivyo si vyema kuongelea maneno kama hayo. Lakini kutokana na senior aviation expert ambaye alizungumza na The Standard, alisema kwamba kidogo helicopters ni kitu ambayo kama kuna shida inakuonyesha kuna shida. Kwa hivyo pengine wakati wana hire those choppers wakwe makini, vile vile the marubani ama the pilots nyande wana fly hizi choppers pia waweze kuchunguzwa zaidi, wahakikishe kwamba wako na umahiri wa kutosha. Ukurasa wa 7. Katika ukurasa huu wa 4 wanasema kwamba ni habari za county pale ambapo wanasema kutoka county ya Meru, gavana wa county hiyo Craig Murungi anasema kwamba atambuaga yule ambaye anasema kwamba atagombea kiti hicho cha ugavana anaitwa kama Munya. Anasema kwamba wao viongozi wengine ambao wanasema kwamba watawania kiti hicho bado hawachafunja rekodi ama hawajafanya maendeleo ambayo yanaonyesha rekodi nzuri katika county hiyo. Katika county ya Homa Bay wanasema kwamba wakuzaji wa mananasi washauriwa kuunda vyama vya ushirika ili waweze kujisaidia wao wenyewe. Hawa ni wale ambao wanajuuza mananasi katika county hiyo, wanaambiwa kwamba waweze kuja kwa pamoja ili kuunda chama ambacho kitakuwa kinawasaidia kujiendelesha. Katika county ya Bungoma wanasema kwamba Wamalwa hahusishwa na chama kipya cha DAP kilichosajiliwa. Kuna hiki chama kipya cha
Democratic Action Party Kenya DAPK, ambacho kilipokea cheti chake kutoka kwa msajili mkuu wa vyama wa kisiasa Bi Lucy Ndung'u mnamo Ijumaa. Sasa wanasema kwamba chama hicho kinamhusisha waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa. Katika kaunti ya Baringo wanasema kwamba jamii ya Ichamusa sasa yataka itengewe kiti cha ubunge. Najua kuna mambo na viti vya ama vyeo katika siasa unatengewa, ama ni kitu ambao mmoja wenu anatoka anajitafutia? Kujitafutia tu. Nasema kwamba wanaomba waanze kutengewa. Katika kaunti ya Mombasa wanasema kwamba wapenzi wa kando washukiwa. Unajua wamesema kwamba yafichuka mwanaume alikuwa na mpenzi mwanaume akiwa na wawili mwanamke alikuwa na mpenzi mwanaume akiwa na wawili. Wameanza kushindana sasa. Na kwa takwimu ambazo zimefanywa inaonyesha kwamba vifo vya mwanaume Mjerumani, kuna Mjerumani ambaye alikuwa ameuawa pale Mombasa, wanasema kwamba tena vifo vingi ambavyo zinashuhudiwa Kenya hii huwa vinaletwa na mipango ya kando. Unapata kwamba una mke na una mpango wa kando. Sasa unapata mke ashajua, badala ya kukuambia tu ana make sure kwamba au hata yule mpango wa kano ndiposa asikuje kwa ripu ndo. Siku hizo wanaume wamelidimia. Sasa lazima mtu ajitetee kifyake. Hapo ni katika kaunti ya Mombasa. Katika kaunti ya Bungoma wanasema kwamba wakataji wa miwa walalama kutolipwa mishahara ya wiki 5. Kaunti ya Bungoma kuna Isiolo ambao wanasema kwamba mauaji yahusishwa na ulaguzi wa bangi. Hayo tu ndio yameangaziwa katika ukurasa huu wa 4 na kurasa wa 5 katika gazeti hili la Taifa Leo. Shukrani sana. Na ukurasa wa 10 hamna lolote. Ukurasa wa 11 hapa ndo tunaangazia SGR 4 years on. Anaangalia yale ambayo yameweza imeweza kuwezesha na yale hajawezeshwa. Ukiangalia hapa kidogo tunaangazia abiria ambao walikuwa ferried kufikia December 2020 ni milioni 4.7 na hiyo ilienda hivyo hivyo. Kwa hivyo hapa tunaangazia kuna SGR bado kuna deni. Kuna deni, alafu tunasema the total debt owed by for SGR is 4.4 billion. Na kufikia 2020 the total revenue earned was 37.5 billion. Kwa hivyo sasa hivi tunaangalia mkondo jinsi mambo yalivyo. Hata ingawa kulingana na Kenya Railways Corporation ambayo ni KRC inasema SGR imekuwa ikijiendeleza ama ikioperate at a loss. Kwa hivyo ni hayo yameangaziwa kuhusiana na hiyo SGR. 12 hapa ni Kenya Rain, hapa mna lolote la kutufaidi. Vile vile ukurasa wa 14 hapa ndo tunaangazia wabunge kunradhi madiwani wa Taita Taveta ambao sasa hivi unajua kidogo tuliangalia kuna the Rastafarians walikuwa wanadai kwamba bangi iweze kuhalalishwa. Kidogo walikuwa wanasema hiyo ni hub, hiyo si bangi. Watakagi itwe bangi. Nasema kwamba sema hiyo ni miti. Walikuwa wanataka ihalalishwe. Vile vile madiwani wa Taita Taveta sasa hivi wanataka kwamba kuna kile kileo ama vileo vya traditional brew iweze kukua legalized, kama Mbagara, Tuchang'aa, Matingazi, Nzoke na Mnazi zikuwe legalized. Manake hizo zinaonyesha mila na desturi, vile vile zinaonyesha mahali wametoka. Hayo ni katika ukurasa huo wa 14. Katika ukurasa huu wa 8 wanasema kwamba vita vya NAT na TSC havibai kwa wakati huu. Kumbuka kwamba kumekuwa na majibisano tena kati ya chama cha kutetea walimu nchini cha NAT na tume ya kuajiri walimu TSC kuhusu nyongeza ya mishahara. Katibu mkuu wa NAT Wilson Sossion tayari ameanzisha kulalamika kwamba walimu wako katika hatari ya kupata marupurupu kuanzia mwezi Julai kwa sababu mkataba wa maelewano ya CBA
by the way walikuwa washaelewana hapo awali, uliotiwa saini na mwaka wa 2017 unakamilika mwisho mwezi huu baada ya miaka 5 kutimia. Huo ni ukurasa huu wa 8. Unaweza kupatia gazeti lako la Taifa Leo ili uweze kupata taarifa hii kwa kina. Katika taarifa hii kama ukurasa huu wanasema kwamba rais hakikisha miradi ya Nyanza haitekelezwi. Hilo ndio limeangaziwa leo ikiwa ni Madaraka Day. Wapo pale wanasema kwamba ni ndugu wawili, Raila Amolo Odinga na rais wa Jamhuri ya Kenya anatambulika kama Uhuru Muigai wa Kenyatta. Wapo pale wanasema kwamba hakikisha kwamba miradi hiyo inaweza kuangaziwa. Kutoka kaunti ya Mombasa wanasema kwamba masuala ya hedhi yaangaziwe kwa kina kusaidia wasichana. Wanasema kwamba kando wasichana wanakosa sodo, wengine huwa hawajui kuitumia kwa sababu hawajapewa mafunzo. Hiyo ndio yameangazwa katika ukurasa huu wa 8. Katika ukurasa wa 9 wanasema kwamba sioni kama kuna taarifa humu. Hiyo ndio yameangazwa katika ukurasa huu. Nikienda ukurasa wa 10, ukurasa wa 10 ni barua kama ada, ni barua ambao wanasema kwamba kuna Wakenya ambao wanaandika barua zao waone kama zitaweza kuangaziwa. Katika barua ya kwanza katika ukurasa huu wa 10 wanasema kwamba wadau wafuate nyayo za NMG kukuza lugha yetu ya Kiswahili. Kuna huyu anaandika barua anasema kwamba wakuu wa TSC wamezembea. Kuna huyu anasema kwamba mwanajeshi ameiletea nchi yetu fahari kubwa ugenini. Kuna huyu anasema kwamba Koome atekeleze aliyo ya ahidi. Kuna huyu anasema kwamba chama cha Jubilee kimo hatarini. Kuna huyu anasema kwamba Wakenya wapande miti kwa wingi wakati huu wa mvua. Hizo ni baadhi ya barua ambazo zimeandikwa katika ukurasa huu wa 10 katika gazeti hili la Taifa Leo. Naam, asante sana. Pengine tuangazie ukurasa huu wa 15, 14 hapa naona tushaiangazia mambo ya Taita Taveta na MCAs. Kwa hivyo hapo jana katika gazeti letu la The Standard tuliweza kuangazia kuna ndege aina ya kasuku mwenye rangi ya kijivujivu ambaye watu wanaogopa kidogo kwamba pengine anaenda kudidimia hapa nchini Kenya kutokana na kukua traded. Kuna watu wanauza, wanawinda, wanashika, wanauza internationally. Kufikia sasa hivi kutokana na utafiti ambao umefanywa imekuwa estimated kuwa zaidi ya milioni 1.2 ya ndege hawa wameweza kuuzwa internationally kuanzia mwaka 1970. Kwa hivyo na huyu ni ndege ambaye ana uwezo wa kuishi zaidi ya miaka 80. Kwa hivyo ni kama the research department wameangazia kidogo, wanaona kidogo ni kama ndege huyu anaenda kudidimia katika nchi yetu ya Kenya. Vile vile kuna wale wengine ambao wanauzwa zaidi. Kuna wale wanyama wanauzwa, niseme ni wanyama kama vile pythons, scorpions, chameleons, grey parrots. Hao ni wenye wameuzwa zaidi. Kwa hivyo ni habari ambayo utaipata kwenye ukurasa huo wa 15. Ukurasa wa 16 hapa ndo tunaangazia mengi zaidi ambayo yamekuwa yakitokea katika siku chache zilizopita, ambapo kidogo unasikia pengine fulani hayuko, familia inamtafuta, amepotea kidogo, wiki moja, wiki mbili, unapata mwili wake umetupa mahali fulani, mwili wake ambao hauna uhai. Kwa hivyo sasa hivi katika haswa eneo la Naivasha pale, wakazi wa eneo hilo wameanza kulalama kidogo wakisema huwa wanapata miili. Nakumbuka baadhi ya miili ambayo tunaijua, tunaambiwa fulani alikufa ni chache tu. Kuna mingi ya miili ambayo hupatikana na pengine hainakiliwi. Kwa hivyo wakazi wa maeneo hii haya ama eneo hili wameweza kuuliza kwamba ni nini kinachoendelea. Pengine kuna wale wanasema ni pengine sababu ya pale Sagana Bridge na kuanga busy sana pale usiku. Mengi yameshazungumzwa kutokana na Charles Kariuki ambaye ni mvuvi
Jina nikanganya sana. Ni mvuvi, ni mvivu, ni mvuvi. Kazi ni anafanya Fisherman, ni mvuvi. Alikuwa anasema kidogo alikuwa anafanya kazi yake kama kawaida pale Sagana, kutafuta samaki, kufish samaki, lakini kidogo tu kuna wakati alienda hook yake ikashika kitu kubwa zaidi. Sasa ndani yake alikuwa anajua, leo nimeangukia kweli samaki mkubwa. Sasa ndio hiyo kuvuta kidogo akapata ni kichwa cha binadamu. Kwa hivyo ni kama watu wengi wanauliwa kisha wanatupwa kwenye maji hayo. Kwa hivyo ni mambo ambayo yameangaziwa zaidi kwenye ukurasa huo wa 16 ambao bado jibu halipo. Je, nini kinaendelea? Ukurasa huo wa 16. Wakati naangazia ukurasa huu wangu wa 10, kuna swala ambalo limechapishwa huko ambao ni ujumbe mfupi. Wanasema hivi majuzi naibu rais William Samoei Ruto ametangaza kuwa hatahudhuria sherehe za kitaifa za Madaraka Day katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta Kisumu, lakini amesema kwamba hataandamana na bosi wake katika ziara zake za kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo imebadiliwa na serikali. Je, unaunga mkono msimamo huo wa Daktari William Samoei Ruto ama unaupinga? Ajua alisema kwamba yeye ndio atahudhuria sherehe hizo za Madaraka, lakini hataandamana na bosi wake kwenda kuzindua baadhi ya maendeleo ama baadhi ya miradi ambayo inazinduliwa na Raila rais pamoja hiyo handshake. Anasema hataandamana. Na msimamo huo ni mwema kweli? Najua kwenye siasa kila mtu ana msimamo wake. Pengine kuna mambo mengi zaidi ambayo hawajamjulisha. Kuna miradi mingi zaidi ambayo pengine rais hajamwambia tuende tuzindue. Huwezi jibeba. Kwamba rais na naibu wake ni watu ambao wanafanya kazi kwa pamoja. Sasa sisi tunataka kujua kama wameambiana kama hawajaambiana, kwa sababu ni hivyo wewe hutaki kujua. Lakini kuna anasema kwamba labda Daktari William Samoei Ruto hataki watu wa Nyanza mazuri, kwa sababu mbona asiandamana na bosi wake kwa sababu wapo katika serikali moja wazindue hiyo miradi? Naam, nina swali kwako. Pengine kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa ameoleka na bwanake. Kidogo huyu bwanake akaja akaleta bibi wa pili. Alipoleta bibi wa pili, mapenzi kwa bibi ya pili yakawa yamenoga zaidi. Na tuseme kuna shamba mahali fulani ambao leo alikuwa ameanza kulilima. Hajamwambia huyu bibi wa kwanza tuende tukalitazame, pengine tuone jinsi linaendelea kunoga na kunawiri. Amebeba, utawafuata kutoka nyuma? Ni swali nijibu kwanza. Atawafuata. Kwa sababu unajua nyinyi ndio bado mko katika mahusiano. So unajua sisi wa Kenya we doesn't care kama bado wanaelewana ama hawaelewani, kitu tunataka kuona ni maendeleo. Sasa wengine wanasema kwamba ni kama Daktari William Samoei Ruto akusikia vizuri wakati bosi wake alizindua baadhi ya miradi katika mkoa wa Nyanza. Naam, si hakuhisi vizuri. Hii ni miradi ambayo walikuwa wameanzisha pamoja. Mwingine akaja akaingilia kati akachukua ile nafasi yake. Kwa hivyo si unajitoa, tunamwambia haya kaendelee mbele. Haidhuru. Katika ukurasa wa 12 ni shina la uhai pale ambapo wanaangazia Zodo. Unajua Zodo ni nini? Always ama anasemaje? Zile ambao wasichana wanatumia ni always. Ni Zodo. So wanasema kwamba hedhi salama bado ni changamoto kwa wasichana shuleni. Naona hayo ndio wameangazia katika ukurasa huu wa 12, wakisema kwamba serikali inafaa kuangalia njia zingine ili iweze kuwafidia wasichana na sodo au bahasa. Katika ukurasa huu wa 12 ni hayo tu hivi inazungumziwa, wakisema kwamba kuna vyoo katika shule za upili ambavyo vinafaa kukarabatiwa. Naona wanasema kwamba ya wanafunzi wa kike katika shule ya msingi ya Makutano wameona vile sinakaa ni kama hali yao si nzuri sana. Katika ukurasa huu wa 14 ni KRC wanazungumziwa humu. Katika ukurasa wa 15 ni sport, para ambapo wanasema kwamba mechi ya Petway Cup ni leo na kesho. Mjuano wa Petway Cup round ya 32 bora itajezwa leo na kesho katika viwanja mbalimbali kote nchini. Washindi kwenye round hii watavuzu kwa round ya 16 bora ambayo mechi zake zitajezwa Jumamosi na Jumapili. Katika ukurasa huu pia wanasema kwamba Gor Mahia yaipiga Wazito na kutinga nafasi
nafasi ya 4. Katika kaunti ambazo wanasema kwamba Bandari FC akupambana na Dimba Patriots. Mwanao Limbiki wa Kenya aombolezwa. Kuna yule ambaye alikuwa amefariki hapo jana. Anasema kwamba wana michezo wanatoka katika riadha, wasumbwi, raga, viboli, uogeleaji na wake na waume wanafaa kuangaziwa. Huo ni ukurasa wa 15. Katika ukurasa wa 16 wanasema kwamba finali ya Copa America 2021 zimesalia bila mwenyeji wiki 2 kabla ya tarehe ambayo kipute hicho kilikuwa kimeratibiwa kwanza, na sasa upo uwezekano mkubwa kwamba kitahamishiwa kwingineko au kutofanyiwa kabisa mwaka huu. Sema kwamba Gor Mahia yatinga nafasi ya 4 ligini kwa kupiga wazito. Hayo tu ndio naona yameangaziwa katika gazeti hili la Taifa Leo, huku tukiwa na matumaini kwamba sherehe za Madaraka Day pale Kisumu zitaendeshwa vyema, na nakuomba uweze kuandamana nasi kwa sababu moja kwa moja tukitoka magazetini tutakimbia hadi mule ama pale upande wa Kisumu, kaunti ya Kisumu, ili tuweze kuona kwamba wale ndugu zetu wanaandaaje hiyo sherehe, wamejipangaje. Najua walisema kwamba Kisii was the best kwa zile mashujaa ama Madaraka Day ambazo zimefanyika, ilikuwa Mashujaa Day. Kwa zile sherehe za kitaifa ambazo zimefanyika katika kaunti mbalimbali, Kisii did it the best. Kwa sababu tulikuwa tumejiandaa vyema zaidi. Maandalizi alifanya. Ngoja leo tuone kwamba ndugu zetu wa Pwani, yani wa Nyanza. Nashangaa unaita wale wa Pwani bwana. Wa Nyanza watalet down Na ushamaliza la kwako, mimi bado. Acha niangazie ukurasa wa 19 hapa ambapo ni maoni, ambapo maoni haya ni kuhusiana, kuna barabara ambayo iliweza kuitwa jina la Atuoli pale Kileleshwa. Kileleshwa? Naam. Yani Kileleshwa. Kuna maoni mengi zaidi ambayo yametolewa. Kuna wale wanasema kidogo hizo political antics. Kuna wale wanasema Atuoli amefanya kazi kubwa zaidi katika kitengo chake, na kwa hivyo ni vyema tu aweze kutunukiwa kupitia barabara ile. Na waliweza kupeana sababu ambazo zilikuwa zimepelekea barabara hiyo jina lake ambalo lilikuwa pale Dick kuvutwa ama kufutwa ama kutolewa. Unajua kulikuwa ilikuwa inajulikana kama Dick. Sasa mbona wakatoa hilo jina wakaona Naam, sababu alitoa ni kwamba Atuoli ametenda kazi nzuri zaidi katika hiyo, anafanya na Central Kotu, Central Organization Trade Union. Alisema kwamba amefanya kazi njema zaidi, kwa hivyo kumtunuku hacha waite barabara hiyo kwa jina lake. Lakini tuliona kidogo kuna wale walienda wakaingoa vile vile. Nikaona tena mimi mingine inaonyesha pale, sijui ilikuwa ukweli, wameandika pale shenzi sana. Kwa hivyo ni jambo ambalo pia lilizua mjadala zaidi. Hayo ni katika ukurasa huo wa 19. Mwisho ukurasa wa 26, hapa ndo tunaangazia mji wa Kisii. Mji wa Kisii ambao kidogo hapo kitambo ulikuwa ni hideout ya wazungu, ambapo walikuwa wanajificha wakati vita vilikuwa vimechacha. Unajua tuko na hapa ilianzishwa pale 20th century na ikaitwa Bosongo. Bosongo kutokana na jina la Kikisii kama Abasongo, so ikaitwa jina hilo. Imekuwa ikithrive, ikaanza hivyo. Sasa hivi ni mji ambao unaendelea kuzidi kuongezeka na kuendelea zaidi kutokana na biashara. Hapo kutokana na census iliyofanywa mwaka 2019, watu ambao ama population ya watu ilikuwa 1,266,860. Na mengi yameshaongelewa kidogo, ngawaje COVID-19 imeanza kuleta mango mengi zaidi. Lakini tunaona kwamba gavana wa kaunti ya Kisii anasema kwamba inaitwa acha nisome tu vile anasema. Anasema our secret lies in our human capital. This is evident in bustling streets of Kisii town, coupled with the local entrepreneurial spirit that has placed the county on the move. Na vile unajua anasema kwamba katika Nyanza hii ni
ni town ya pili ama ni mji wa pili, wa kwanza ukiwa ni Kisumu ukifuatiwa na Kisii. Naam, ni mengi yameshazungumziwa, ni ile wanasema kwamba kidogo vile COVID-19 ilikuja ndo biashara ndogo ndogo iliweza kukomeshwa, ndio maana county government imeanza kujenga stalls pale daraja mbili ili kuaccommodate hawa watu wote. Na pia nauliza mbona walikuwa wanatoa zile stalls zingine zilikuwa kando ya barabara na mbani wanabiashara wadogo walikuwa wanajitafutia? Najua kuna mikakati ambayo county uongozi wa county unaweka. Ni kama unajua ukiona lile jumba ambalo limejengwa pale daraja mbili, wangekuwa bado wamama wala ambao wanafanya biashara, wale baba wanafanya biashara, hawangekuwa sana. Jana nilikuwa pale saa 2 usiku hivi. Najua mvua ilikuwa imenyesha. Sasa waliwasaidia kwa sababu pale ndani hawanyeshewi. Sasa hiyo ni mipango ambao wanafanya kuona kwamba tena county inapata revenue. Unajua lazima uko unalipia kodi ile kazi unafanya. Kwa kila kipanda chako maybe ulipi. Atakuchengea jumba ambao ni jumba mzuri, uweze kufanyia biashara yako pale ili uweze kulipa kodi. Ni sawa. Hujajibu swali langu lakini endelee tu. Kulikuwa na vibanda ambavyo vilikuwa kando ya barabara, streets, wakaweza kuvitoa. Alafu na wale walikuwa na mali yao pale ikakuwa confiscated, huwezi fuatilia. Sasa shida ni mali ya watu ambao ilikuwa imechukuliwa vibaya kwa sababu walisema kwamba walikuwa wanapanua barabara. Naam, vile vile katika mji wa Kisii kidogo hapa tunaona kwa mwaka wa 2013 accommodation ilikuwa 11,800, lakini sasa hivi imesprout imefika 15,015. Vile vile tumeona new bank branches pale 14 ambazo ziko hapa mjini Kisii. Vile vile tuko na kuna facilities tuseme health facilities 10 sasa hivi hapa Kisii. Kwa hivyo unaona kwamba tunaendelea kidogo. Hajasema kuhusu bar na club. Siku hizi unaona kuna moja hapa, ingine hapa, ingine chini yake. Na asante sana mpenzi mtazamaji, ni hayo tu tulikuwa tumekuandalia katika magazeti haya. La kwangu lilikuwa gazeti la The Standard. Kumbuka hatujayapitia yote, kuna mengi ambayo tumeacha nje, pengine anaweza kukufaa wewe kama mtazamaji wetu. Uweza pata nakala yako, gazeti lako la The Standard pamoja na Taifa Leo, uweze kujijuza mengi zaidi. Niite Edwin Mokaya. Kumbuka kwamba tutakupeleka pale moja kwa moja hadi upande wa Kisumu, kaunti ya Kisumu, pale ambapo tutakuwa tunasherehekea Madaraka Day. Kumbuka kwamba kitu unafaa kufanya ni uende like, subscribe to our YouTube channel ili tuweze kujijuza kwa pamoja. La kwangu ni Fidel Omoshoge. Na ningeomba kwamba uweze tu kuenda pale upande wa Facebook, tuko live kama Abax Global Radio, like our page ili tuweze kujijuza kwa pamoja. Hadi hapo wakati mwingine, barikiwa. Je, unahitaji kukarabati gari lako kwa njia yoyote ile? Usitie hofu. Dhibiti hali ya gari lako sasa. Ramizworks inakupa huduma bora zaidi. Hapa wanakupa huduma zote za gereji kwa magari ya kila aina. Ramizworks tuna deal na panel beating, spray painting. Ukiwa na kazi yako, leta mali hapa, tunakufanyia kazi safi sana. Ramizworks inapatikana mjini Kisii daraja 2 kwenye barabara kuu ya Kisii Kisumu. Imekabiliana na Delta Filling Station. Tunashughulika na magari za accident. Gari imeharibika msuni inaletwa. Tunaomba watu wote walete magari zao hapa. Welcome Kisii. Kwa maelezo zaidi kuhusu huduma zetu, piga simu nambari 0728888603 au 0790178686. Ramizworks, huduma bora kwa